Sky Cable TV Kenya, beyond the real. Well, a very good afternoon to you, my dear viewer. Today being the 4th of February, the year is 2022, and as we are also administering the World Cancer Day today, I hope that whoever you know around you that suffered from the disease, that today you make sure they feel loved, they feel cared for from wherever it is you're watching us from. And welcome to Sky Cable TV News Desk at 1 p.m. I'm Wanjiko Njau. Well, we go to our first story where in Mombasa County, the CS of Health, Mutahi Kagwe, is set and expected to administer the World Cancer Day in Mombasa, where they will be launching a cancer center in the area that is expected to serve more than 5 counties in the coastal region. Kwa majina naitwa Dr. Abdurrahman Abud. Mimi ni daktari ambaye nime-specialize kwa mambo ya cancer. Natibu ugonjwa wa cancer kutumia chemotherapy, radiotherapy na target therapy and immunotherapy. Hii kwa siku ya saratani duniani, our theme is close the care gap. So leo tunaadhimisha hiyo World Cancer Day kwa kufungua kituo kikubwa katika mkoa wa Pwani cha kutibu saratani kutumia miale. Hapo awali ilikuwa katika wagonjwa 10 tunaotuma Nairobi, wagonjwa 3 au 4 kwa wingi wanaweza kusafiri kwenda kupata matibabu Nairobi. Wale 6 au 7 wanabakia majumbani, wanaumia. Wengine ni kwa sababu ya uwezo wa kifedha na kutoweza kwenda Nairobi, hawana mahali pa kuishi, kwa sababu matibabu ya radiotherapy hayachukui siku 1 ama 2, ni matibabu mara nyingi yanachukua mwezi kwa uchache. So ukitoa mtu Mombasa na mkoa wa Pwani, inakuwa ngumu sana kwenda kutafuta mahali ya kuishi. Kwa kufungua hichi kituo hapa nyuma yetu, itatuwezesha kuserve, yani kuhudumia at least county 5 kwa uchache: Mombasa, Kilifi, Lamu, Voi, Taita and Kwale. Residents of Shikambi Emulaha village in Bungoma County are worried lot following frequent dumping of fetuses within their locality. Police have been collecting fetuses dumped by unknown people for days now, a situation that has caused panic among residents of Shikambi, who are now requesting for police and Nyumba Kumi elders to make sure that they investigate the matter thoroughly. Tumeweza kupata watoto 3. Mtoto mmoja wa kwanza alikuja na box akawekwa hapo, polisi kachukua. Wa pili amekuja kama amezaliwa, amefungwa kwa kitambaya, polisi imechukua. Wajana aliletwa na karatasi ya simiti na tena polisi imechukua. Ningeomba serikali, nadhani wanasikia hata Rivayala inatupa watoto, na wenyewe wakikuja kwa sini saizi waone hiyo shimo, hata kando na mtoto mtu mzima tutakuja kuwapata hapo hivi karibuni. Ni shimo ya ajabu, hata ukateleza we mwenyewe uanguke ndani, huwezi kuwa uko hai. Vitendo zenye watu wameanza kufanya hapa sio vitendo mzuri, tumechoka nazo. Sababu huyu mtoto ni mtoto wa 3 hapa, tukipata kutoa hapa mtoto. Hii ni mara ya 3. Hii shimo ni mazoeo, kwa sababu wametupa watoto 3. Disemba tarehe 28 mwaka jana wametupa mtoto hapa. Tumepata mtoto leo, jana tumepata mtoto. Karibuni ama wakisikia hiyo story watutengeneza hiyo mtaro, maana yake hata polisi watachoka, kwa sababu Yala River kuna watu wakubwa wanatupwa. Haya ukija ukiona Mlahabi tena kuna watoto wanatupwa.
hata nimeona ni mambo ya imani, na tena ni haibu kuripoti saa yote kwa polisi wakija kubeba watoto. Tungependa wakuje kwa ground waone vile hapo inakaa, si mahali pazuri, na kitu tunajua vile Likuru wetu amesema, Mama Asha anasema hii ni mali ya serikali. Sasa tungeomba serikali iingilie. Ule mtu ambaye ametupa huyo mtoto ama watoto yoyote ambaye wanatupa kwa mtoni, wasirudi kuzaa, wakauka hivyo. Kama ni mwanaume mwenye anapatia kijana msichana mtoto na hataki kumsaidia, alaniwe, asizae hata kidogo. Ni kama msichana mwenyewe unajitembeza na umeenda kwa kijana amekupatia mimba, na unaenda unatupa, unatoa na madawa, unadanganywa, ulaniwe, usizae, uwe ukifukuzwa kwa mabwana kwa sababu ya kuzaa. Transport Chief Administrator Secretary Wavinya Ndeti has officially resigned to fully focus on politics, where she is seeking to become the next governor of Machakos County. Speaking during a press conference at her office, Wavinya said that she is proud of being part of the accomplishments that have been made by the Transport Ministry, saying now it is time for her to serve the people of Machakos County. Agenda, particularly the Big Four agenda. Since January 2020, I have been serving as the Chief Administrative Secretary in the Ministry of Transport, Housing, Infrastructure, Public Works, Shipping and Maritime. Previously, and before assuming the position of a Chief Administrative Secretary, I served for 1 year as the chair of the Governing Council of Kenya Water Institute. Indeed, it has been a great honor and privilege to serve this great Republic of Kenya. Yes, indeed, it has been great to serve this Republic of Kenya under the President's leadership. The government has achieved unmatched milestones, and I have no doubt that Kenya will remain forever grateful as they access services to stimulate their growth and development. Ladies and gentlemen, I wish to reiterate my unwavering support and loyalty to the President and his government. Even as I set off to go to respond to the voices of the people of Machakos, I assure His Excellency President of my total support and availability to partner with national government to advance any further development agenda. Further, allow me to equally thank my immediate boss, the Cabinet Secretary, James Macharia, for guidance, support, and for being a great mentor. I applaud him in his effort and commitment to develop, operate, sustain world-class transport infrastructure services. May God bless him. Finally, to the great people of Machakos, I am coming home to fill the leadership void. I am ready and available to work with you on the journey of socio-economic transformation. Residents in Dagamara, location of Magarini Sub-County, Kilifi County, have expressed their anxiety, which has turned to frustrations as their title deed processing takes longer than expected. The government divided land in the year 2009, and until date, they have not received their title deeds. They are now pleading and appealing to the government to process their title deeds as fast as possible so that they can end feuds in between families and also neighbors concerning land. Sasa unaona inafikia pahali wanasema tukiondoa mzee fulani ambaye ndiye sasa ndiye msemaji katika familia ile, labda uzito upande ile unaweza kupungua. Nilipopitia kwa maofisi ya Lands Malindi, kajulishwa kwamba hizo hati za mashamba ziko tayari lakini ziko Kilifi. Shida ni kwamba hazijafika kwa wenye kuzihitaji. Hatujui kuna shida gani. Saa hii tunaulizia tu kuhusu hizo hati za mashamba. Pia tunaulizia zile sehemu ambazo hazijapimwa. Tujue shida ziko wapi. Mbona hatujapata hizo? Tumekaa miaka mingi na kwengine tumepimiwa, kwengine hatujapimiwa na hatujaletewa vile total deed zetu. Na kule ambako hatujapimiwa nako hatujui tutapimiwa lini. Sisi tungependa serikali tusaidie na kule tuje tupimiwe
tena tupate hizo total deed zetu ili tujue pale mahali tunakaa ni kwetu kikamili. The proposed Olkalau Potatoes and Vegetable Processing Plant contractor has now been given only 12 weeks to make sure he delivers the work. That is, after 2 years of waiting after the President Uhuru Muigai Kenyatta initiated the event. Ambacho tunakiita value for the money, na wananchi wanapata vifaa ambavyo ni vya kudumu. Na ndio maana mtu akileta kitu ambacho hakifai, kamati hii iko na uwezo wa kupeana mapendekezo kwa kamati kuu kule Nairobi kuona kwamba vitu kama hivyo havipokelewi. Between now and the time of completion, we hope that through the committees we can be able to unlock all challenges, and so it will not be a matter of any bottleneck that is stopping the completion. It will just be the process of completion, because you understand now with construction you can't really fasten the process. There are things that now go along with the timely, the engineering, the technical bit. So the part that the committees are going to be unlocking, that will ensure that we have unlocked. And with that story from Olkalau, we come to the end of our news bulletin here at Sky Cable TV News Desk. At 1 p.m, more news will keep coming to you on our social media platforms at Wanjikonjao and also at Sky Cable TV Kenya. I am wishing you a very lovely afternoon, and don't forget today's theme, which is World Cancer Day. So make sure you hit up on a friend, a relative, a neighbor that you know has suffered from cancer, and make them feel loved today. I will see you once it strikes 7 p.m. East African time right here from Nairobi, Kenya. I am Wanjikonjao.